Good morning watu wangu, karibu sana. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for following Ainea Live Talk Show, the best online platform watu wangu, mahali ambapo tunakuletea watu ambao mwenyewe umeitisha, tunakaa nao, tunaongea, tunazungumza, unauliza maswali yote alafu wanakupatia majibu of course. Hapa tunaleta wageni ambao mwenyewe umetaka. By the way, unajua kuna mahali pengine labda mtu anaweza kuja na unataka kumuona ni nini, lakini hapa kwa Ainea Live Talk Show tunakuletea wageni ambao mwenyewe unataka na unazungumza nao. Wacha nikumbushe mali ambapo tuko ndani ya Amanda Resort, the best hotel you have in Kakamega Town and Western Region at large. Tunapatikana hapa Joyland Stage of course, Kakamega Mumias Road, mahali ambapo kuna huduma safi sana kama vile za accommodation, conferences, restaurant, outside catering, health club na mambo na rooftop bar. Mtu wangu wapigie simu on 0757 0757119540 ama watumie barua pepe ama email at marketing@amanda.co.ke mtu wangu, alafu utakuwa unapata the best services in town ndani ya Amanda Resort, the best hotel you have in Kakamega Town and Western Region at large. Thank you so much for tuning in, na of course today nimebahatika kukutana na mheshimiwa Thomas Oyolo aka Professor Eshuya. Tuko naye hapa tunapiga story. Mtu ukiona swali niweke pale kwa comment section, sababu watakuwa najibu kuanzia saa hii. Karibu sana mkubwa. Safi. Mambo vipi? Chonjo. Ulumdamu? Kabisa. Kabisa? Interview ikuwa comedy, nataka ikuwe very official, very serious. Nataka ikuwe very serious. Ongalo vile mande yangu vile ngalo ngalo mheshimiwa. Ojuzi ngalo ngalo. Uyenjira mshio. Of course nilikuwa hapa na Professor Eshuya. Mtu wangu, ukiwa na swali niweke pale kwa comment section, atakuwa anajibu, sababu anawania kiti cha Kisa East MCA 2027. Ni tarehe ngapi mheshimiwa? Tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka huu. Tuanze tu haraka mheshimiwa, labda kuna mtu ambaye anakutazama mara ya kwanza. Wengi wanakujua tu, lakini kuna mtu ambaye anakutazama mara ya kwanza. Professor ama Thomas Oyolo Omurunga ni nani? Thomas Murunga Oyolo Eshuya ni mzaliwa wa Kisa East Eshivinga, kata ndogo ya Kuisero. Yani Kuisero constituency, Kakamega County. Mimi ni mzaliwa wa huko. Sasa hivi niseme niko na miaka 42. You are for the first time nimeinterview mtu ambaye ameniambia miaka yake 42 years. Yes, 42 years. Mimi ni baba wa watoto wengi. Mheshimiwa comment la kando kidogo. Mimi hakuna comment, niko sina kupea historia. Atwende. Nakupea historia. Nakupea huu amai. Mimi pia ni msanii. Nimekuwa msanii kwa muda mrefu sana. Na hiyo ndio naweza sema kipaji ambacho niko nacho imenisaidia sana. Mimi nimesoma pale Shivinga primary school. Iko pale tu Shivinga hapo Kuisero Kisa East. Nikatoka hapo nikaenda kufanya maadvance zangu za education kule Nairobi. Sasa unajua lazima kama umewachia shule kwa village, unaenda pia unatafuta, ukitoka village ukienda town, pia unafanya vitu yako chini ya maji pole pole. Masomo unajua ina mwisho. Watu wanasoma mpaka hata sasa, hata wenye wako miaka 50 na bado wanaendelea kwa advance education. So masomo haina mwisho kweli. So mimi nimekuwa nikiishi Nairobi, nikifanya sanaa. Nilianza sanaa yangu mwaka wa 2000 wakati nilipoingia Nairobi. Niliingia Nairobi kupitia kwa marafiki zangu, nikiingia kazi ya mjengo hapo Huruma. Lakini aim yangu ilikuwa ni kutafuta network, nijue Nairobi vizuri, nijue vile naweza fika National Theatre, nijue vile nafika kwa hizi vituo za televisheni na radio.
lakini kabla ufike hapo lazima ufuate tu hiyo daraja. So nikajiunga na kikundi cha Vision Drama Club pale Mathare North. Okay. Babu, baada ya kazi za mjengo siku niko free nimeenda Vision Drama Club. Unaenda mjengo siku uko free, unaenda training ya drama nini hapo? Yes. Okay. Yes. Okay. So pale wale wanajua Nairobi wanajua Mathare North Social Hall. Okay. Wenye wanakaa Nairobi wanajua hiyo mtaa. So mimi nilikuwa nikikaa mtaa ndogo ya Madoya. Okay. Yaani ghetto, slums. No, slums. Nilikuwa nakaa hiyo slums ya Madoya. Na landlord wangu alikuwa ni msanii. Unakumbuka landlord yako alikuwa msanii? Okay. Landlord wangu alikuwa msanii ambaye anatambulika kama Kisu. Okay. Kama mlikuwa mnaonanga kipindi ya Tausi pale KBC. Kulikuwa na karakta moja hapo mdredi. Alikuwa anaitwa Kisu. Kisu was my landlord. Na alinimenta. Okay. Na kando na hiyo alikuwa in charge ya hiyo Vision Drama Club. Okay. Pamoja na Pengele. Pengele number 1. Okay. So wakati tuko tunaenda tuna act huko, tunafanya vituko huko, mimi kwanza niliingia kama msee wa props. Okay. Kuunda ma props ni nini hapo? Okay. Mimi nilikuwa naingia pale, mimi ni msee wa props, make sure wasanii wamejipamba vizuri, makeup iko sawa, umeshika vizuri, okay. Kila kitu na make sure set pia iko fine. So hiyo ilikuwa kazi yangu. Okay. But behind the scene tukitrain, kila mtu ana train. Kila mtu ana train. Whether ni msee wa props ama uko kwa set. Labda kama uko kwa set. Sababu prof ni kuuliza tu mambo na like umesema kwamba ulikuwa msee wa prop. What made you famous? Now, wakati tulianza ni wakati siku moja tulikuwa tumeenda show, tulikuwa tunafanya show ya Mr. President. Okay. Pengele alikuwa ndio Mr. President. Okay. Hizo nyakati tuliona hiyo ridiculous. So kina Nyambane na nani. Okay. So tulikuwa tumeenda kupiga hiyo show Mr. President. So ule mse alikuwa amekuja, alikuwa ana play role ya bodyguard. Okay. The Obongo. Okay. Alichelewa. Alichelewa kukuja usiku. Okay. Alichelewa na show iko kwa club, kwa hoteli. Watu wamelipa, watu wamejaa ona sana. So time ya show imefika, huyu bodyguard hajafika. Okay. So akaniambia Ishuya, ingia kwa costume haraka. Ingia kwa costume. Nikaingia kwa costume. Okay. Mti yangu nilipiga ile role ya bodyguard. Unaomba train kweli ama uliingia tu ukapiga? Si tuna training hii kitu. Una train despite the fact ulikuwa mswa props lakini una train. Yes. Okay. So wakati niliingia kwa set na nikapiga ile bodyguard role. Mpaka hata dancing routine za president vile ana dance makula malingala nini, niko ndani na niko in sync. Na wakati president anataka vile kitambo ile moyo akitaka kuongea alikuwa anaangalia bodyguard ampeka note fulani kwa karatasi. Mimi nikaingiza mdoido za kwangu na ikaingiana. Okay. Hapo nilikuwa mwanzo na safari ya kupewa main roles. Okay. Nikatoka kwa upande wa costumes, nikakuwa sasa mimi nimetake over. Okay. Juu nilipiga kali sana. After hiyo tena ukapiga show zingine, sasa ikakuwa acha Ishuya. Apige hiyo kitu. Acha apigange hiyo role. Kumbe tu tunakuwa tumeficha umse na ako fiti hivi. Ni mnoma. Okay. So hapo during that time tulikuwa tuna perform everywhere. Okay. Mahoteli nyingi tunaenda Kisii, tunaenda wapi? Tunapewa hizi biashara za makampuni, tunaenda tunafanya promotions. Okay. So siku moja tukaamua katika hiyo drama club. Okay. Tukasema hapana, let us be the first ones to produce vernacular content in Kenya. Okay, vernacular. Yes, za lugha ya mama. Okay. Tulikuwa na Kihenjo because he was part of our team. Tulikuwa na Kihenjo na huyo Pengele na mimi. Okay. So Pengele tukashoot kwanza sinema ya Kikuyu. Ya Kihenjo akiact na Kikuyu. Okay. Because he's the king of Kikuyu comedy vernacular content in Kenya. Pengele is the king of Luo vernacular content in Kenya. Kikuyu tena Kiluo.
Yes, tulikuwa group na ilikuwa na every tribe in that drama group. Because you know niseme usanii haina ubaguzi wa kikabila. Wewe unaweza kuwa Mluya, huyu Mkikuyu, huyu ni kabila nyingine, lakini mmesing mko pamoja, napiga kazi. Kweli. So wakati Kihenjo alichapa yake ya Kiluya ya Kikuyu, tukashoot na ikakuwa produced. After a week pia tukashoot ya Pengele, release after a week tukashoot naye ya Kiluya. Sasa yako hiyo. Neshuya. So Neshuya made you famous. Yes. Okay, hiyo ndio ilikufanya famous. Yes. Okay. That one during back then tulikuwaga na VCD. Yeah. Hizo CD hizo. VCD. Za kuweka kwa nani inaitwa? Unaweka kwa deck tu. Kwa deck ya. Decoder fulani hivi unaweka VCD inaonyesha picha. So, Prof, shikilia hapo kidogo tu, shikilia hapo kidogo mheshimiwa, niongee mambo ya Kakamega Dental Suit, Omega Mall second floor mtu wangu, kama Kakamega Town and Western Region at large. Actually Kakamega Town, nakumbusha kwamba Kakamega Dental Suit Omega Mall second floor is the best dental clinic we have in town mtu wangu. Kama uko na shida na meno, unatafuta mahali pa labda kufanyiwa mambo na extraction, unataka mambo ya teeth replacement, unataka mambo na braces, hiyo mambo yote hiyo, scaling and polishing, teeth whitening, Kakamega Dental Suit Omega Mall second floor hapo kwa ajili yako, na wanakushughulikia vizuri sana mtu wangu. Na kama unafanya kazi na county, uko na insurance ya Jubilee, inakubalika pale Kakamega Dental Suit Omega Mall second floor. Na pia kama uko unafanya kazi labda ni mwalimu, uko na insurance ya ION, inakubalika pale Kakamega Dental Suit Omega Mall second floor. Niko hapa na Eshuya. Professor Eshuya. Yes. Mheshimiwa, tuongee mambo na Kisa East kidogo, tutarudi mambo na usanii baadaye. Tumalize hapo. Tumalize usanii kwanza. Tumalize hapo. Tuendelee. Kwa tutakuwa tumerudi. Tulikuwa tumerudi nyumbani. Twende mheshimiwa. So what made me famous ni back then kulikuwa na kitu inaitwa piracy. Piracy ilikuwa too much. Piracy nishi. Piracy na bando kuduplicate. Ni watu kuduplicate kazi yako. Bila idhini. Unapata? Useme umetengeneza content yako. Mtu anareplicate, anaitengeneza, anaweka kwa VCD, anatengeneza cover, anauza. Yeye anafaidika na wewe ufaidiki. Sasa hiyo piracy. Wakati una release tu sinema leo, imeingia kwa maduka. Unapata Kisii, mtu amepirate, amepeleka Kisii, amepeleka kila mahali town. Watu wanaziuza, watu wanaziuza bila idhini. So ilisambaa kila mahali, kafanya nikakuwa too famous, ukajulikana zaidi. So mtu angekutana na mimi hiyo nyakati angefikiria mimi nimetengeneza pesa. Umetengeneza pesa mingi. Kumbe wale pirates ndio walikuwa wametengeneza pesa. So hiyo ndio ilifanya siku moja tu jioni fulani nikapokea simu kutoka KBC. KBC wakakupigia simu. Yes. So hizi VCD vile umesema zikisambaa hivyo, were you benefiting anything? Ama ilikuwa inatembea tu? Nilikuwa napata kitu lakini si vile nilitarajia. Uko famous sana lakini pesa haiendani na fame. Pesa haiendani na fame. But hatukufa roho. Tuliendelea kuproduce mpaka nikapata endorsements kama za kampuni za simu. Kama Safaricom nikapata deal kubwa sana kanijenga. Hiyo ndio ilinifanya hata nikanunua gari, nikafanya nini. Wejua. So hiyo KY hiyo nilinunua 209. Ulinunua gari yako ya kwanza 209? Yes. Maana kwa kula basi kwa kana kwa imekaa. So hizo ndio sasa zilikuwa zinatusaidia side hustle, hizo endorsements tu zilikuwa zinatujenga. So Vitimbi iliponiita that was 2005. Nilipokea tu simu, mama Kaya akanipigia. Naona si sauti iko so familiar. Tunaomba kuzungumza na profesa. Tunaomba kuzungumza na profesa. Nasema ndio huyo anaongea. Mimi naitwa mama Kaya kutoka Vitimbi KBC. Tunakuomba uje majaribio Jumatatu saa 1 ya Vitimbi. Aliongea Kiswahili ya Mombasa hiyo. Anaongeanga hivyo. Hata saa hii. Anaongeanga hivyo. So akaniambia niende trials. Si nikaenda. Nikapiga hiyo audition na nikatoboa. Na nikastick kwa Vitimbi for so long. Umepiga Vitimbi muda mrefu? Yes.
from 205 nikipiga vitimbi. Nimetoka vitimbi 2010 2011. Umepiga sana mzee. Okay. Yes. Na sikutoka ati nimeenda kabisa, nikaanza kaanzisha radio inaitwa Radio Ingo. Hapo tu KBC. Ile Radio Ingo tu moja hiyo. I am the pioneer, I'm the father of the radio. Wewe ndio ulianzisha Radio Ingo? Mimi ndio nilianzisha. Okay. Na nika make sure imeko popular mkoa Magharibi, kila mtu anaijua na sauti zangu hata mpaka leo. Bado zinatumika hapo ndani. Yes. Okay. So hapo nika grow, nikaendelea kwa vipindi tofauti, Kivunja Mbavu, Mashtaka, kicheza Citizen, Mshamba, kicheza KTN. Yeah, so hizo ni baadhi ya vipindi tumekuwa tukifanya ambazo zimenipea ubabe kujulikana zaidi. So kutokea hapo Maarifa, wakati nimetembea hizi vituo zote na pia kujihusisha na mambo ya production, nikaweza kukuwa na umaarufu wa kuweza kufungua hata vituo zangu za radio na TV, runinga. Unamiliki kituo gani cha televisheni? Namiliki Luya TV, Imoni Omluya na Sambamba Radio. Sambamba, mambo iko sambamba. Kumbe wewe ndio CEO wa Luya TV, Imoni Omluya. Unafanya vizuri sana by the way. Unajua mimi I really appreciate we call it how can I call it, mambo na local kabisa, vernacular. Maana unalikuta Mluswahili voice. That's why you even see me nikifanya content zangu nafanya kwa Kiluya sana sana. Kitambo Mluswahili nini, you know, tukienda huko kote hapa nani anaelimisha hawa, nani ataelimisha watu ambao wako pale nyumbani hao. Because kuna watu wengi wanakuwa ndio Kiswahili ni lugha taifa, Kizungu pia ni hivyo, global language, lakini a local language huwezi kuachana nayo, kwa sababu kuna watu wanachokanga, wamesoma, ni elite kabisa, but they reach a time they don't want to listen to English or Swahili. They just wanataka tu nyumbani. Kama nilikulia tingo kwa buli nyanga no la denye ziliani la nataka tu imboga kienyeji hiyo. So that is how people feel out there. So kuna watu wamefika umri fulani huko nyumbani, wanasema hapana, hata sitaki kusikiza radio ya Kiswahili, nataka tu radio ya Kiluya ama TV ya Kiluya. Kweli. Anataka tu anasikia tu ako fine akisikiza mambo ya nyumbani. Yes. So ndio maana mimi focus yangu hiyo muda yote ilikuwa ni one day one time I own a vernacular media house. That is the word. Asante sana mheshimiwa. Unajua kumwanga Kisa, of course nimeona unawania kiti cha Kisa East kama MCA. Umacha comedy. Sasa hiyo ni ofisi. Okay, it's not something that unavaa na unatoa. Okay. Hiyo is new. Comedy si kitu wetu unasema kama vile nimevaa hii leo, alafu tena nikifika jioni nitatoa. Okay. Hiyo ni kitu iko ndani. Hiyo ni kitu iko ndani. Uende utarudi tu bado iko. So mimi nipo. Okay. Usanii iko tu ndani yangu. Hiyo ni kama baadhi ya part of me. That's part of you. Of course, Professor ama mheshimiwa, nataka unitajie tu challenges 5 ama 3 ambazo unaona kwamba watu wa Kisa East wana face today. Okay. So the reason why ama sababu ilifanya niingie siasa. Kabla nikuambie challenges, of course, ni kuambie kwa nini niko kwa siasa. Okay. Unajua kuna mtu anaweza kuwa hapa anajiuliza kwa nini huyu msanii why inaingia siasa. Okay. Sababu ni hii. Mimi katika safari yangu ya usanii. Na kama msanii ukiwa brand na mtu una crowd puller, wewe ni mtu unaingiana na watu rahisi, utatafutwa. Mtu atakutafuta akupe shughuli. Nyakati hizo nikianza kuingia mambo ya siasa, tulianza na Pentagon. That was hiyo 202. So umefanya comedy tukiwa kwa siasa, lakini chini ya maji. That's 202. Then next elections tukafanya 207. Nilikuwa involved kwa siasa ya 207 campaign countrywide. Na tulikuwa ODM. And I was advanced team kwa pande wa microphone. Mimi nilikuwa na shika mic na
na crowd pull, inavutia watu because sasa ndio nilikuwa at my prime kabisa, ndio nimeshika kila mahali, ikifika hivi hata watu wananifuata. Ningekanyaga hii barabara kama tuseme hapa kama mpaka Kakamega, kutoka kama hapo Joela mpaka town, unaweza fikiria ni mkutano wa kisiasa, kumbe ati watu wanakufuata ndio wamekuonanga kwa TV. Sasa wamekuona live. So hiyo ndio babe ilikuwa. So it was easy for me to sell chama, kuuza chama na kuvutia watu waingie chama cha ODM. So hapo ndio nilianza kupenda siasa. Na nikakuwa involved kabisa. Mimi nilijuana na Raila hiyo mwaka wa 2007 vizuri, 2006-2007. Nimekutana na Raila hivi tena vizuri, hata baada ya siasa campaigns, wakati wanaenda kwa hoteli tu mahali kukaa mulo sasa private, kama tuseme Amanda. Mimi kama MC tunakaa atukai ati room nyingine, si hawa kwa hapa wanakulia hapa, sisi tunakaa kwa ile meza nyingine pale. Sasa hapo sisi tunakulia hapo, so that wakati wana plan wanatupea sisi plan ya kwanza kama advance team kuenda kwa ground ku mobilize. So mimi Mdomo Bagi ndio tulikuwa those main MCs wa ODM mpaka wa leo. Wakati Mwami Raila na Mwami Musalia walikuwa wanaunga miungano ya kisiasa, mimi nimekuwa pale kama MC mobilizer, hype mobilizer, advance team. Yani kabla baba afike kwa ground au tubie watu, ile umati unaonanga imejaa, kuna watu hufanya kazi inaitwa advance mobilization na kujaza hiyo umati na ku make sure hiyo umati imekuwa entertain na imekuwa haichoki mpaka vile au main principles wanafika. So hapo ndio vile nimekuwa involved kwa siasa hizo mrengo zote, code NASA, unaona Pentagon code NASA. So nikakuwa niko na hiyo roots, mizizi kwa siasa. Now nikarudi nikasema sasa acha nipige local politics sasa. Nitoke as vile nafanya kwa national, pia nikuje nilime local. Upige local pia. So wakati candidate anaitwa Governor Fernandez Baraza. Governor FPA. Nataka nimtaje talanya yake. Sasa yeye wakati nilikuwa nimefungua kitu TV juu, nilifungua tu Luya TV 2019 ndio nilifungua hiyo kituo. So niliona kuna huyu jamaa anasaidia watu sana huko kwa ground. Tulifuatana na yeye. Huyu jamaa anaitwa Fernandez Baraza. Alikuwa na Baraza Foundation. So nikaanza kuonyesha baadhi ya kazi anafanya, miradi anafanya, initiatives kwa TV yako. Without payment, bila hata kuitisha shilingi. Kwa sababu gani? Niliona huyu anafanya kitu inasaidia kabisa. Nikakuja kumtafuta, tukakuja sikumpata. But sasa yeye mwenyewe alipokuwa kwa ofisi shughuli zake, alikawa anapigiwa simu. Naambia tunakuona mambo yako inafanya vizuri sana kwa Luya TV. Wanaonyesha kazi yako iko sawa kabisa. Ndio sasa akanitafuta. Akasema kwani huyu nani huyu anaonyesha project zangu huyu na sijamlipa. Akasema kuna huyu jamaa, akaambia Chibole daktari. Leta huyu jamaa kwa ofisi. Alikuwa nyakati hizo baada anafanya Ketraco. Nikaenda kumuona huko. Ndiye akasema bwana, naona unanisaidia bwana, shughuli nasema ninasaidia kwa sababu wewe kitu unafanya nyumbani iko sawa. Na sasa nikakuja na participate kwa hizo initiative zake kumsaidia. Haya, aliposema sasa nataka ugavana. Nikamwambia twende kazi. Nayo. Ndio nikamsaidia kwa shughuli zote za advance mobilization na media liaison, kuunganisha yeye na mambo ya media pia na kufanya advance zake za ground, kushika kabisa na kueneza information yake through all my platform na pia kwa ground yenyewe kabisa, kutembea literally. So baada ya hii siasa ya 2022 before that's 2021 alikuwa tuna kampeni na pia nilikuwa na kampeni Kisa East. So ulikuwa ushaivai Kisa? Yes.
2021 tukifanya campaign, nilikuwa pia niko ground. Ulikuwa ground pia? Okay. At that time nilikuwa kwa ground, nilikuwa nilikuwa watu wameng'ang'ania certificates za vyama. ODM ilikuwa ishapea mtu. Mimi nilikuwa niko na nimepambana, nimeendea ya ANC. Okay. So wakati ule nimepambana na hiyo ticket ya ANC, sasa ninajua niko na ticket, nimeenda ground. Okay. Acha ningoje nomination juu kuna mtu alikuja huko pia kwa chama. Okay. Former majority leader Kakamega. Maina. Si Maina. Okay. Maina ni current. Ni current. Okay. Former former MCA. Okay. Aliwahi kuwa 2 terms. Sasa yeye ni former. Alikuja na ukora zake. Okay. Na wakora fulani wa kisiasa. Okay. Wakafanya ukarabati. Wakachukua ukanyang'anywa ticket. Okay. Ukanyang'anywa ticket. Nikamwambia wewe jamaa, nikamwambia ndugu yangu, si umeninyang'anya tiketi? Na hii kiti nayo uioni. Okay. Okay. Tukutane kwa ground. Wewe kuja na hiyo tiketi, mimi sasa wacha niende. Wacha mimi niende. Okay. Nikakuja ground. Nikatafutana na Mwami Maloba. Because Maloba pia walimnyang'anya tiketi ya ODM. Walimnyang'anya tiketi ya ODM. Sasa akawa anaenda independent. Okay. Mimi nikasema namuunga. Anapiga independent na mimi niko nyuma yake. Okay. So nikasema wacha tupige tu hiyo siasa chini ya maji polepole, napiga ya governor, kitafuta governor. Unapiga pia ya kisa hizi. Napiga kisa hizi na bwana mwaka average kura. Wale mlikuwa mnanipea pea Maloba. Okay. Yes. Okay. So from there tukaweza kupata Mheshimiwa Maloba akaingia kiti kama independent candidate. Okay. Alright. So bahati mbaya tukampoteza Mheshimiwa Maloba. Baada ya kumpoteza Mheshimiwa Maloba tumekaa miaka kama 1 ama 2 bila MCA. Yes. Okay. Na hiyo wakati wote mimi nikitembea nyumbani nilikuwa naambia wakati referee atapiga firimbi ambaye ni IBC, mimi nitakuwa kwa debe. Because katika pia kuwa mwanasiasa muungwana na ule mwenye plan, huwezi anza tu kupiga tu campaign na hujui lini IBC itakuwa. Na unakumbuka hii miaka yetu tumekaa bila IBC muda mrefu sana. Sasa IBC vile ilikuja ikawekwa ikaingia kazini, ofisini, na wakatangaza hii kiti vacant. Okay. Ndio mimi sasa nikasema bas. Twende. Vile wametangaza na wamepatiana timeline. Okay. Timeline ni kutoka muda fulani mpaka muda fulani. Okay. Sasa nikaingia ground, nikaanza kusukuma agenda zangu. Okay. So nimesukuma naambia either nikuja na chama ama nikuje independent, lakini nitakuwa kwa debe. Hivyo nimekuwa nikiambia watu. Hivyo. Okay. Haya, sasa tukakaa na wazee. Watu waliniita. Mimi kila mahali nimeenda kwa vikundi za mama nyumbani huko, because siasa yangu, kampeni yangu ni tofauti sana. Sio same na vile watu wengine wanapiga kampeni zao. Kila mtu ana strategy yake. Okay. Kila ninapokutana na wamama na vijana na wazee, mikutano zangu za siri, kuna zile naamua hii nitapost kwa mtandao, na hii si post. Unanipata? So hizo za siri ndio zenye nilikikaa nikauliza opinion. Nikauliza wazee mnasemaje? Akasema wewe uko sawa, wewe piga ground, hii ground, ongea na watu. Okay. Candidate X, Y, Z, hao ni wachafu. Unanipata? Hawa candidates ni wachafu, wako na vidonda. Yaani hata ule alishaiserve 2 terms, huyo ni X. Okay. Kwanza hiyo ndio wanasema la kwanza. Mwenye aliserve 2 terms nani? Huyo siwezi mtaja. Anajijua. Alishakuwa MCA 2 terms. Sasa yeye ni makasi. Hata kuje na chama gani hawawezi kumpea. Okay. Ya pili, kuna kandidati mwingine hapo pia amekuja na pia ako na matope juu yake. Okay.
ako na uchafu sana inamfuata. Inamuandama sana. Huyo pia ni makasi. Hivyo kandidetu mwingine tena. Bwana, ukiwa mwanasiasa unakuwa na NIS ya kwako. Na NIS ya ground ni wakazi wa Kisa East wenyewe. Ukimwomba kubora hao ndio wanakuambia bwana. Hata ukienda kuwauliza kwa news watakuambia kila kitu. Na ukisimama siasa ndio ujue wewe ni msafi au wewe ni mchafu. So just haraka tu sababu ya muda, tungependa kujua tu the top 3 main challenges facing the Kisa East people. Yes. Sababu ya muda tu, barabara ni challenge ya kwanza. Haya sawa. Maiwa na Bwire unajua anakwenda kuongea sana. Sasa nimeona hapo hapa anaongea tuko live. Mai, ambia huyu jamaa unyamaze. Ama tuite security. Sasa prof, sasa the top 3 main challenges. The top 3 main challenges in Kisa East. One, roads. Okay. Roads are not passable. Okay. Actually from Munchiti, going through Manyata, Uwirumbi, Masasi, mpaka chini kwa Rivayala. Barabara ni mbaya. Ni mbaya, ni shamba. Mvua ikinyesha ukiwa huko na tuseme ni ngumu kutembea. Huwezi pita. You can imagine kama locals pia wanakuwa na challenge ya kutembea tu kwa mguu. What of the boda and magari. So hiyo ilifungia usafiri wa hiyo njia. Hata kulikuwa na magari za Msamaria zilikuwa zinapita hapo zikienda Kuisero. Ilikuwa ni kama shortcut. Zikitoka stand Kisa zina branch na hiyo barabara zinatokea Kuisero. Sasa hazipiti. Haziwezi pita. Na hizo ni climax, hizo magari za usafiri zote hazipiti sasa. Haziwezi pita hapo. Haya, hizi magari za kubeba mizigo, kusambaza mahindi kwa maboma, hii biashara hazipiti. So inafanya wakazi wa Kisa East upande wa hiyo barabara ya juu vitu za duka wananunua na bei kali. Kwa sababu usafiri pia inaongeza gharama kwa ununuzi. Pili, barabara zote tu za Kisa East mingi ya hizo hazipiti. Mvua inanyesha na inaharibu. Hiyo ni challenge ambayo lazima kama MCA niweze kuangalia, mfatane na executive. Kusukuma kabisa, kwa sababu kila kitu mpaka kusukuma. Imagine for the time tumekaa bila MCA, ndio maana tuko na hiyo shida sasa. La pili, shule, mambo ya masomo. Shule za chekechea, nursery lazima zijengwe. Watoto waweze kuwa na shule, madarasa mzuri za kupata masomo. Pia basari. County inapatiana basari. Kulikuanga kuna 3 million. Na hii 3 million kama MCA unasukuma hiyo pesa inakuja na unaangalia zile familia ambazo ziko na mahitaji zaidi na zinapata hiyo mgao wa basari. Hiyo ni shughuli yangu. Hiyo ni shughuli yako. Na ni challenge ya pili. Ya tatu, mambo ya zahanati. Hospitali hizi dispensary zikuwe na dawa. So kukuwa na dawa ni kitu ya muhimu sana, na ambapo lazima kukuwe na MCA akuwa anaweza kubisha mlango za wizara kama ya afya. Unaenda kama MCA unasema wewe waziri wa afya, wewe chief officer wa afya, sisi hatuna madawa, kunaendaje? So una push everything, ni kupush. Wakati una push wanakuambia acha tu release kidogo ya iende hivi, na hiyo inakuja Kisa East tunasaidia wamama na watoto wetu. Yes. Challenge ya umesema challenge tatu tu. Ndio hizo sasa, hizo ndio tatu. Ungesema niongeze, nitaongeza baadaye hiyo tu. Mheshimiwa, ningependa kujua how will you involve young people in local politics, of course, na mambo ya community projects. Abaraka. Now, vijana lazima tuingie kwa uongozi.
Unajua sisi ndio tunaumia kwa sababu wakati wote ule tunachagua viongozi ambao ni wabaya. Wao wana focus zao tofauti. Kama the former MCA. Yeye alipochaguliwa yeye ana agenda zake ni kujijenga kivyake. Amekuwa amejijenga, anajenga maboma zake, anaweka maboma zake huko. The former ni ile alifariki? Hapana. The former ni ule aliserve 2 terms. The former anaitwa nani bro? Huyo jamaa sitamtaja. Lakini the former ameserve 2 terms. Ni mtu fake sana. Prof. Ni mtu fake. Huyo hawezi kuja asaidie watu pale. Hatuwezi kudhubutu na hakuna mumama ama kijana atadhubutu kupigia jamaa. Kwani alikuwa anajenga maboma wapi? Huyu jamaa kwa na maboma huku na huku. Ni sasa si mtu lazima ujenge kwa kujenga ni sawa, lakini sasa wewe unawacha kufanyia watu kazi, wewe unaenda kujijenga personal. Kitu yoyote kisahihi kama kuna maendeleo imefanyika ni nyumba yake amejijengea. Bwana unaniambia nini? Sasa mtu maravenze shebo. I'm telling you. Mimi nakwambia na siko lethal, I'm just being polite. Na ni ukweli iko kwa ground. Huyu mtu yeye amejijenga personally. Amejijenga like, kama recently tu anadanganya wa mama ati unikuje niwape mbolea mahindi nini. Anaweka wa mama wanakaa kwa jua kutoka asubuhi mpaka jioni, hana mahindi ya kugawa watu. PR mingi amekuja juzi amelaunch chama kingine hapo. Amelaunch chama kingine hapo ati anakuja na hiyo chama bado amejaribu kusumua hiyo chama imekwama haiuziki. I'm telling you. Prof, disclaimer. Mambo ambayo yanazungumzwa na profesa mheshimiwa ni yake kibinafsi. Hayahusiani na eneo la talk show. Exactly. I'm being tuongelee kidogo mambo na finance. Of course unajua siasa watu wengi wanasema kwamba ni pesa. Prof, who funds you? My good friend, let me tell you. We have been in this industry ya sanaa na shughuli tunapiga juu akali za kwetu. We are not fools. We in this time and year. If you are not a good investor and good in savings. When failure. So wewe mwenyewe unajifund? Mimi najifund. Niko na marafiki zangu because of course I have friends niko na kina Inea kina nani if you are a good person when mtu wa watu you have your own friends so these friends if they believe in you they will support you and good friends they support each other's dreams You know, you cannot be a fake friend mwenye ati sasa wakati kama niko party kumsherekea nini tuko pamoja. Kitu ya maana mambo serious, kitu ya maana kama hii hatuwezi support. So I have a very strong support team. They support you financially. I will tell you that I have a very strong support team. And myself, I'm also strong and I have my own money. Okay, so unaambiwa nisome comments bwana. Poleni sana, nilikuwa nimekozeti kidogo hapo. Anonda Mera anasema all the best, thank you so much Inea kwa kuleta professor. Asante. Beatrice Chakunga anasema niko ndani. Following jamaa vituko. K-Tunes anasema all the best Professor Shuya. Unajua K-Tunes? Okay, sasa George Masina anasema letea jamaa karatasi Patrick Asuta, I don't know why. Governor mwenyewe anasema ambia Mwesh ageuke jinsi alivyo. Hapana, siwezi mgeuza hapa. Rinda niko ndani, big up bana, keep going to our mind to sana. All the best Professor Shuya, anaitwa Prophet Okot anasema kwa ndani. Dennis Msumba, thank you so much. Anasema following live inaenda kupata kilia. Silvanos anasema Kakamega well represented, meanwhile God tulindia ina wetu na Ishuya. Sasa keep going off, thank you so much. Count me in. Gotea Professor Shuya following out Santa Chisiru. Malala John anasema Shuya deserves this seat. He appears conscious of the roles of an MCA. However, however, he should bring change at the assembly by helping the county government priorities its strategic plan if elected. Shesie Shuya Tito Mumia tarehe 10. Asante sana. Watching live from 047. Abdi Mohammed, keep up the good work, thank you so much for tuning in. Aina tunataka ukifanya show zako ukiwa na kote bana, it's so hot man, tatafuta hiyo. Kijana wa Amani niko Binyore Luanda town Chelsea Dam, thank you so much. Aina wala home no sana
sana. Iko saa mko wengi. Kama sijasoma narudi kusoma tu, hizo comments ni mingi. Lakini acha tuchukue swali la Jacob hapa. Kuna swali la Jacob anauliza if elected, lakini huko umejibu hiyo mambo matatu ambayo utafanya ukishapita kwa mambo na barabara, mambo na nani hapo na nini hapo hivyo. So tuongelee hili lingine la Jacinda anauliza how will you use your experience and skills to help the community if elected. Sasa hii usanii sasa nataka tulete kwa Kisa East. Mimi nitatumia skill yangu, yani first my brand ya kubisha milango kwa ofisi za serikali na zile sio za serikali. First, unajua kama MCA hakuna budget, hauna MCA ana budget. MCA ananga budget? MCA ananga budget. But ile ni kusukuma ile agenda ya governor. Ukisukuma agenda ya governor na kuweza kuiweka na agenda zako za ward, unaona vile watu wata benefit. Sasa mimi nitabisha milango za organizations. One, wamama wako na vikundi za vyama huko nyumbani. Wanahitaji empowerment. Hawa mama nikiweza kupata network ya kuweza kuempower hawa mama through those organization. Two, kuna county iko na grants. County kwa social service iko na grants kwa vyama. Hivi vyama vya wamama, vijana wote na make sure vikundi groups kutoka Kisa East zinapata faida. Kwa sababu kama kuna mpango wa 50,000 kwa kila vikundi. So mimi nita make sure nime champion for groups za Kisa East za wamama, vijana na wazee. Na hata kabla ya nichaguliwe sasa hivi hii ni kitu ndio ninafanya. Natembelea vikundi nafanya empowerment. Kuna vikundi wanasema tununulie viti na wabaia viti. Kuna vikundi zinasema tuko na kanisa yetu tununulie simiti tutengeneze hivi na mimi nanunua. Na wanasema tunataka mfuko kadhaa na pesa kidogo ya juu ya kulipa fundi na vitu kidogo. Una come through. Na mimi na come through na wa support. Yes. Prof, tuongelee mambo na msanii. Unajua ni msanii na mara mingi sisi wasanii tunaambiwa kwamba usijihusishe na siasa. Sababu kama unajua una support una support Governor Barasa na uko na mafans all over. It means mafans ama followers wa Cleophas Malala mheshimiwa watakuchukia. Is it not draining you mambo na art? Bwana, tofautisha. Hii ni sana na hii ni siasa. Hauogopi ku lose mafans the other side? Hakuna na sijawahi lose. Mimi mashabiki wangu ni wale wako huko kwa mashinani. Ukitembea na kucelebrate ana kucelebrate tu vile huko kama hakuna. Unaona mtandaoni ndio watu wanakuaga na hiyo tabia ya kupash mtu maneno matusi nini. I overgrow hizo matusi. I don't care ukinitusi. It is your right way. It's your opinion. Just say it. Sema nitukane. Mimi ndalala kwako. Wewe utalala kwako. Haya. Sasa issue ya tuongelee mambo ya county kidogo tu. Issue ya tunamaliza in the next 5 minutes Saudi ya muda. Nataka uende ground. Tuko na Tashizi, wewe ni mwanachama wa ODM. Unaona kuna issue sana kubwa. By the way, who is the Kakamega County chairperson wa ODM? You know, the chairperson ni yule amechaguliwa na amekubalika na chama. Chama imesema huyu ndio chairman. Lakini niliona unaona hapo? Mimi niko very clear ya kwamba chairman ni yule amechaguliwa na amekubalika na chama. Chama imesema imetangaza huyu ndio chairman. Mimi Kakamega nani alichaguliwa? It is in the public domain. Nani alichaguliwa? Barasa. Governor Barasa. Na Bina Bwera niliona alikuwa na the former party leader ODM Honorable Wycliffe Ambetho Oparanya. Inaonyesha picha gani? Hiyo wako na haki yao pia. Unajua. So who is the county? Mbona watu ODM waongelee hiyo? Ndio nakwambia hiyo sasa ni yao. Mimi sipiganii uchairman. Mimi natafuta MCA Kisa East Ward.
Sasa hapo juu wao wenyewe walumbane venye wanalumbana. Mimi mambo ya party structure mimi naziheshimu. Mimi na respect chungwa. Na mimi ni life member wa ODM. Sawa. Mtu yote mwenye anasimama na sera za chama, mimi niko nyuma yake. Na mimi ule chairman mimi nimepewa na chama. Ndio mimi ninasimama na yeye. Ndio unafanya kazi na yeye. Nasimama na yeye. So siwezi anza kubagua huyu ama ule. Wote ni wanachama wa ODM. Sasa hao wenyewe wajue vile wanatatua mambo yao, warudi pamoja. Na kwanza siasa ni tricky. Siasa wanaweza kuwa unaona malumbano hiyo ground, lakini baada ya off camera unapata watu hao wanakutana, wanaongea. Okay. Mbona wanasema usiwahi chukulia mambo personal ya yenye unaona kwa TV na kwa mitandao hata vile watu wanalumbana. These people do talk. Watu wanakaa wanazungumza. So mimi nasema mimi nafuata chama. Na mimi nasimama na chama. Umenipata? So mimi nafuata maadili ya chama, sera ya chama, nafuata katiba ya chama. Unanipata? So chama ikiniambia huyu ndio chairman wako, mimi sina budi kufuata huo mwelekeo. Juu mimi sasa mimi ni member. Wewe ni member. Wewe una uwezo wa control nani ndio atakuwa hivi chairman, nani asikuwe chairman. Hiyo mimi sitaki kuingilia. Aya, sawa. But hiyo wenyewe hiyo mambo hiyo, because I know these people do talk. They do talk, and hiyo nawaambia hao waheshimiwa wanaongea. Ni vile tu interest ndio tofauti, lakini wanaongea. Politics is all about interest sio? Si personal. Hata mimi vile naongea kuhusu my opponent, it's not personal. It's all about interest of Kisa East people at heart. Yes. Sasa Prof, nataka uangalie kamera chini ya dakika moja. Nataka uongeleshe watu wa Kisa East. Uangalie denyanga uyu kala prato bulai oburena bandu ba Kisa East obabore khole khoriena papa enga kamera. Kisa East vijana wameamua. Enga yao. Sawa tu. Kisa East wa vijana wameamua, na vijana wameamua kwamba hao wazee wa step aside kidogo, wapatie vijana nafasi ya kuongoza. Na wakati huu wale tuliwapea nafasi, hata wamama hata wazee wananiambianga kila siku, kama ni mtu yeyote aliwahi serve 10 years, na hiyo ina include kuna candidate amesimama aliwahi serve 10 years, na pia PA wake amesimama ameserve 10 years. Hao wawili kwanza hao ni makasi, na wengine wako na matope. Hao ni makasi. Candidate msafi, roho safi, mwenye ataleta Kisa East mpya, yani Kisa East mpya. There is one and only Thomas Eshuya Oyolo, ambaye chama ilifanya uchunguzi wake wa ndani na ikasema ya kwamba kijana mdogo, wewe umepigania chama kutoka enzi za jadi, na ikasema wewe umesimama na chama kwa muda mrefu, umedhulumiwa kisiasa, na this time tunakupanguza machozi uende uwakilishe watu wa Kisa East. Na ndio maana wengi wanashangaa ni vipi Eshuya alipata certificate ya nomination ya ODM. Niliwapiga chenga na hapo. Hawajui mimi ni rafiki ya baba. Nimefanya na baba muda mrefu, na baba ananiaminia. Vile wengine mko na connection ya kupigia baba, mnaongea na wakuu wa chama nini, hata mimi niko na namba ya baba, na mimi pia naweza kuwasilisha maombi yangu. Na baba ameamua akasema, kijana mdogo, enda uniletee hiyo kiti. Na mimi nikampromise nikasema, Mungu mbele, watu wa Kisa East watanipea nafasi ili niwachapie kazi. Kwa hivyo wale doubters, wale hawaamini kwamba nimepewa certificate na wanaona uchungu, hawalali kwa sababu wanafikiria mimi sifai kukuwa na hiyo tikiti ya ODM. Mimi nitawakumbusha kitu moja. I'm not a lesser human. I'm able and I will deliver. Na nitadeliver watu wa Kisa East kwa uongozi ambao ni wa kuonekana. First, one of my mission
is to bring peace, love and unity, to restore na kurudisha uaminifu katika watu wa Kisa East, amani na kurudisha uaminifu kwa chama. Watu walikuwa wamepaka chama ya ODM matope, mimi nimekuja kung'arisha chama na kung'arisha watu wa Kisa East kwa sababu walikuwa wanapenda na wanapenda ODM na watanichagua kwa ODM ifikapo tarehe 27 mwezi wa 11 2025. Thank you so much Mheshimiwa Professor Thomas Oyolo aka Professor Shuya, thank you so much for coming and nimeshukuru sana. Wish you all the best. Mungu akujalie upite kitu. Amen. Upite kabisa, usaidie na ushike simu za watu ukishapita kura. Sasa kama nashikanga saa hii na niko tu sawa. Sasa ndio itakuwa hiyo. Ndio shikamu ukishapita kura simu za hapa ni mwenyewe utileta. Wacha nikwambie. Mimi niko tu sawa. Mimi tu ni tajiri kivyangu. Wewe ni tajiri kivyangu Mimi na Macharia tunakaa meza moja. Wakiita owners of the media station, mimi nakaa na Macharia nakaa. Mnakaa. So heshima inadumu. Okay. So kuna watu wanafikiria ati sasa Shuya akishika akiwa MCA sasa kukua MCA na vile niko. Unaona hakuna hata sasa bado. So Professor, tukimalizia the first thing you do in the morning ukishaamka ni kuomba. Unaomba alafu na kunywa chai. Naoga na kunywa chai. Naomba, naoga na kunywa chai. Your favorite meal? Chapati. Umchapati. Kwalita kama mama langu mshina. Muginza. Umuginza. Wacha nikwambie. Wana chapati. Mama yangu ni very professional kwa chapati. So alifanya nikapenda chapati sana. Chapati ndio shina. Chapati, marago na matoke. Mara moja. Chapati ni chama kabisa. Chama sana ndo sifati yake ni. Okay. The favorite meal you can cook paka liama bole baba amepika hiyo. My friend, hiyo ni ingoho. Ingoho tera kwa sana. Alafu mbuzi. Unajua mimi niliwahi fanya kwa hoteli, so I'm a chef. You know how to cook those things. Mimi mpishi mbaya sana. I can cook a very good meal. Okay. Na watu wakule wafurahie. Alright. Your role? Ushaikula chapati karanga. Sawa. Siku moja ndio. Your role model in terms of politics in Kenya? Baba Raila Amolo Odinga. Yes. Okay. Outside Kenya? Obama. Huyo ndio your role model. Okay. Your favorite song? All my enemies are suffering. But then you know lyrics and all my enemies are suffering. All their plans go scatter. All my enemies are suffering. And I'm telling them they will suffer. Those enemies wanataka wanafikiria wanafanyia hii tiketi yangu ya ODM. You will suffer. They will suffer. Yeah, I know you don't know how I got it, but God knows because it's the grace of God. Thank you so much Shuya for coming. I really appreciate mtu wangu. Thank you so much. Nimekuwa na Professor Shuya hapa, wanapiga story na yeye mtu wangu, siende mbali sababu niko hapa na Moyo na Bwire, tuko na Mheshimiwa Yenoshika, tuko na kijana mdogo hapa anatangaza mpira vizuri. Nataka ufuatilie hiyo conversation yote. Alafu kesho saa 1 usiku usiende mbali, saa 1 usiku utakuwa hapa na Peter Salasia. Ilikuwa kuja leo lakini ameomba ruhusa, ameniambia kwamba inaye ni ruhusu nikuje kesho because I'm traveling back today. So kesho saa 1 itakuwa na Mheshimiwa Peter Salasia tukiwa hapa ndani ya Manda Resort tukipiga story sana mtu wangu. Hapa anaenda mbali of course, the vision is big. Usiende mbali, na kuja next na kijana mdogo, alafu tukuja na Maina na Bwire, tukuje na Mheshimiwa Yenoshika. Nimeona juzi amekuwa na uzinduzi ama declaration. Pia tuambie mambo inaenda na mwana gani mtu wangu. Thank you so much. Shuya. Mheshimiwa